unaanza kutengenezwa ugomvi unaohusisha dini zetu, unaohusisha imani zetu. Huyo mtu anaitakia mema nchi yetu. Ni familia gani ambayo utaikuta wao kwenye undugu wao wapo kwenye dini moja? Nani? Familia gani hiyo utakayoikuta iko hivyo? Tuna kama askofu wazazi wao walizaliwa walikuwa Waislamu. Tuna mashehe wazazi wao walikuwa Wakristo. Utaigusa familia gani ambayo wao kwenye ukoo wao wako kwenye dini yao pekee yao, wao kwenye undugu wao na jamaa na kila jamaa wako kwenye dini hiyo hiyo yao, lakini tunaletewa mpaka hivi. Nimejaribu hata kufuatilia baadhi ya maeneo kwa sababu ni mfano itifaki zingatiwe tu. Nikaangalia hata mtangulizi wangu, nadhani yeye ni msikitini, mke wake wa kanisani. Nina rafiki yangu mmoja waziri hivi, yeye wa kanisani, mamake wa msikitini, yeye wa msikitini, mamake wa kanisani. Na niwaombe viongozi wetu wa dini, mna haki na tunaheshimu sana ushauri wenu. Epukeni kupelekwa kwenye maeneo ya kugonganisha. Ikitoka kwenu itaenda kwa waumini wenu, na ikifika huko hatutakuwa na nchi tena. Kaeni, mbona mna fursa nzuri huwa mnakaa? Kaeni, rudini kwenye utaratibu wa kukaa. Hata kama kuna eneo mna mitazamo tofauti, kaeni muimalize mitazamo. Tubakize nchi yetu ikiwa moja. Sisi serikali tunashughulikia maeneo yote yaliyokuwa na tofauti, yanayoleta mianya kati ya serikali na taasisi, serikali na vikundi, serikali na vyama. Mheshimiwa Rais kwenye ofisi ya kazi ajira, ndani ya ofisi ya Waziri Mkuu ameongeza na kitengo cha mahusiano kitafanya kazi hii. Hii inaonesha ni namna gani Mheshimiwa Rais yuko concerned, anajali kuhakikisha Tanzania inabaki moja.